Bismillahirrahmanirrahim. Wa idha ja'aka alladhina yu'minuna biayatina faqul salamun alaykum kataba rabbukum ala nafsihi rahma. Tamassaktu bil islam la bil madhahibi wa lastu ila ghairi al kitabi bidhahibi. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ndugu zangu, lengo la chaneli hii sio kumpoteza mtu, bali ni kuwakumbusha katika yale ambayo wengi walikuwa wanadhani ya kwamba ndivyo ilivyo, kumbe sivyo ilivyo. Na sasa hivi nikuleteni kuhusu habari za ndoto, maana Qur'ani imezungumza habari za ndoto, na nitakuwekeni aya hapo ambazo mtaangalia wenyewe kama ushahidi wa habari za ndoto. Maana mtu anaweza kafikiri anazungumzia ndoto, uchawi, ushirikina. Ni watu wasiofuata Qur'ani. Mazungumzo muda wote utasikia tu kala Rasulullah, hadithi za uongo. Mazungumzo mengi yawe ni kala Allahu Ta'ala, amesema Mwenyezi Mungu. Sasa habari za ndoto Mwenyezi Mungu amezizungumza ndani ya Qur'an, lakini nitaandaa tena klipu nyingine kwa ajili ya kueleza zaidi. Ila kwa sasa ni kutokana na maswali yenu, kutokana na ushauri wenu ya kwamba shekhe, mbona hautuambii kuhusu habari za ndoto siku hizi kama ilivyokuwa zamani? Basi nakuleteni ndoto ya nyoka. Ndoto ya nyoka na maana yake ama tafsiri zake. Ndoto za nyoka zinaashiria mtoto wa kiume. Inaashiria rajul ama rijal, mtu asiyekuwa na heshima, adui, mali iliyofichwa, ushirikina, mabadiliko, uwezo, kiongozi mbaya na mwanamke. Nyoka katika ndoto anawakilisha mtu anayeishi bondeni vile vile. Nyoka katika ndoto ni ishara ya uadui kutoka kwa wakwe zako au watoto, au ni ishara ya uovu na wivu kutoka kwa majirani zako. Ukiota unamuona nyoka, maana yake ni kwamba unadanganywa na mkeo ama mumeo. Ukiota unapigana na nyoka, ni ishara ya kuwashinda au kuwapindua adui zako. Ukiota unakimbizwa na nyoka, ni ishara ya uadui unaokujia kutoka kwa adui yako. Ukiota umemuona nyoka mwenye vichwa 7, ni ishara ya wewe kutenda dhambi au makosa makubwa. Ukiota unamuona chatu anakushambulia, ni ishara ya kwamba mwanamme au mwanamke mwenye uwezo ambaye ni adui yako atakusumbua sana. Kama ukiota ameshindwa kukuumiza, maana yake utapewa sifa za uongo. Ukiota umemuua, ni ishara ya kuwashinda maadui zako. Ukiota nyota amejikunja, ni ishara ya kupatwa na hatari au kifungo. Pia ni ishara ya kupata maradhi na kuchukiwa na watu. Ukiota nyoka amelala, maana yake ni adui aliyelala, hasa kwa watu ama kwa mtu ambaye ni muovu. Ukiota nyoka nyoka kwenye maji, maana yake ni kwamba utapokea msaada au utapata uamuzi kuhusu jambo lako. Ukiota unafuga nyoka au unamiliki nyoka, hiyo ni ishara ya kupata uwezo wa madaraka. Ukiota nyama ya nyoka, maana yake ni fedha za uadui ama fedha za adui
au ni ishara ya wewe kupata furaha. Ukiota umevaa ngozi ya nyoka, maana yake ni kwamba utamgundua adui yako. Ukiota umemuua nyoka na damu yake ikakurukia kwenye mikono yako, maana yake ni kwamba utamshinda vibaya adui yako. Ukiota umemuona nyoka anauliwa barabarani, hiyo ni ishara ya kutokea vita au ugomvi au magomvi. Ukiota nyoka mdogo ni ishara ya matatizo kwa mtoto wako au mtoto yeyote anayemhudumia au kumsaidia, yaani unayemhudumia ama kumsaidia. Ukiota unawinda nyoka, maana yake ni kwamba utamdanganya adui yako. Nyoka mweusi katika ndoto ni ishara ya adui yako mwenye nguvu. Nyoka mweupe katika ndoto ni ishara adui mnyonge. Ukiota nyoka anakusemesha na anakuambia maneno mazuri, maana yake ni kwamba utapata bahati ya kukaa vizuri na adui zako na utanufaika nao. Ukiota nyoka anakusemesha na anakukaripia kwa maneno makali, hiyo ni ishara ya kwamba adui yako atakutesa na kukunyanyasa. Ukiota umegeuka nyoka ni ishara ya kwamba utatoka dini yako na kwenda dini nyingine. Ukiota umegundua ngozi ya nyoka ambaye imetengenezwa kwa dhahabu, maana yake ni kwamba utagundua mali iliyofichwa. Ukiota nyoka amekukalia kichwani, hiyo ni ishara ya kupata heshima kubwa kutoka kwa watu wenye madaraka au viongozi. Ukiota uwanja mkubwa uliojaa nyoka, hiyo ni ishara ya kwamba itanyesha mvua kubwa ambayo italeta madhara. Ukiota nyoka mwenye pembe ni ishara ya kupata mafanikio ya kibiashara. Nyoka mweusi na chatu katika ndoto wanaashiria viongozi wa kijeshi. Nyoka wa majini ni ishara ya pesa au utapata pesa. Ukiota shamba lako limejaa nyoka ni ishara ya kwamba utapata mazao mengi msimu huo. Ukiota nyoka anaondoka nyumbani kwako, maana yake ni kwamba nyumba yako itavunjwa. Ukiota ukiota umemuua nyoka ni ishara ya ndoa, na vile vile utawashinda adui zako na wote wataokuchukia. Ukiota unakula na nyoka meza moja, maana yake ni kwamba utatengana na rafiki yako. Ukiota umemuona nyoka wa jangwani, maana yake ni kwamba mtavamiwa na majambazi. Ziada ni kwamba unapomuota nyoka amekufa ni ishara umeepushwa na adui na shari zake. Unapomuota nyoka mdogo ni biashara ya kupata mtoto. Unapomuota nyoka mdogo ni bishara ya kupata mtoto. Unapoota umemuua nyoka juu ya kitanda chako, utafiliwa na mkeo. Ukiota umemuua nyoka kwa fimbo ni ishara ya kuwa utaoa. Ukiota umemuua nyoka kwa jiwe ni dalili ya kupona uchawi, sihiri ulionayo na kutoka kwa jini mwilini mwako. Jini huyo anaondoka. Ukiota umemuua nyoka kwa upanga na kumgawa vipande vitatu, utamtaliki mkeo talaka 3. Ukimuota nyoka umemkata vipande vitatu kwa upanga, hiyo maana yake utamtaliki mkeo kwa talaka 3. Ukiota nyoka mkubwa linajizonga mwilini mwako ni dalili ya jini aliyoingia mwilini, anatafuta sehemu ya kujificha ndani kwako ama ndani yako. Ukiota nyoka anaungua kwa moto ni dalili ya kufanya kazi kwa kile kisomo cha rukia alichofanyiwa mgonjwa.
ama kisomo chochote cha Qur'ani. Maana sio kila dua ni rukia, hapana. Ukiota unafukuzwa na nyoka, ni dalili ya kuwa jini aliyekuingia hajakaa vizuri mwilini mwako, au ni jini afriti, jini mbaya anakuandama. Ukiota una nyoka shingoni kwako, ukamkata, utatoa talaka kwa mkeo. Ukiota nyoka mara kwa mara, ni dalili ya wewe una jini mahaba anakuandama mwilini mwako. Ukiwa ni mwanamme, utakuwa una jini mwanamke anayekuharibia nguvu zako za kiume na kukuharibia kazi na maisha yako. Yanakuwa ni magumu, ila unachokifanya hakiwi. Kila unachokifanya hakiwi. Ikiwa ni mwanamke unaota kila mara nyoka, ni dalili ya wewe kuwa na jini mwanamme, jini mahaba anayekutia mikosi na kukuharibia wanaume na kazi na kizazi chako na maisha yako yafanya, na inafaa pia umtoe haraka. Inshallah tutaendelea na tafsiri za ndoto katika makala zinazokuja. Endeleeni kutuandikia maswali yenu kwenye komenti. Tutaendelea kufuata ushauri wenu. Alhamdulillah, mkamilifu ni Allah, sisi wote ni wakosaji. Subhanallah wa bihamdihi, subhanaka wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.